Hujambo mpenzi mtazamaji wa Nyombela Media, ni siku nyingine njema sana ambayo tumekutana tena hapa na niko na mheshimiwa Hon Moses Masiaga. Asante sana ndugu yangu. Karibu Nyombela Media na salimia wananchi wa Kenya. Asante, nimeshukuru sana. Hamjambo wananchi, mimi kwa majina naitwa Moses Masiaga, mheshimiwa ambaye anawania kiti cha ubunge maeneo haya ya Kuria West. Kuria West. Yes. Mheshimiwa, tumekusikia sana na umekuwa ukigombea mara kadha wa kadha, na ningependa kujua ni nini sana sana ukusukuma wewe kugombea kiti cha ubunge? Kile ambacho kinanisukuma sana ni mwito. Naitwa passion. Passion ndugu yangu. Wakati pia uko na haja ya kutumikia watu wenu, kuna kitu inaitwa calling. Calling. Sasa hii calling, kuna msukumo ndani yangu ya roho yangu kutumikia watu wetu. Kuja nibadilishe hii dunia yetu ya Kuria West. Naam. Tukuwe na mabarabara safi, hospitali safi, naam, watu wapate maji safi kupitia mifereji kwa boma zao, naam, shule zetu zipate kuimarika. Naam. Ukiangalia mitihani ya kitaifa, wakati mitihani inafanywa, unatafuta jina ya shule yote kutoka Kuria, maeneo ya Kuria hakuna kabisa. Hakuna. Na kwa hilo la shule, kabla tujaenda mbali, mheshimiwa, ni nini utafanya? Wewe si mwalimu, wewe si administrator wa education, ni nini utafanya kama mheshimiwa viwango vya elimu vipande? Asante sana. Unajua lile ambalo watu wetu wangepaswa kufahamu. Naam. Mimi mwenyewe nimefunzwa mambo ambayo yanaitwa maendeleo. Naam. Nimesomea mambo ya development. Naam. Niko na masomo ya degree ya development, masters development studies. Kwa hivyo mambo ya maendeleo ndio nimefanya. Kando na ile usorovea kawaida ambao watu wanaelewa. Sasa chenye ningependa kufanya tofauti ambacho kwa mashule yetu ambao sioni kikifanyika, kuna kitu tunaitanga software. Ile ambayo tuko ni hardware. Tuko na hardware, madarasa yamejengwa, mabati tunaambiwa yakizeeka, ingine yanarekebishwa, yanageuzwa. Lakini kule ndani unapata sasa floor hakuna. Flooring ya madarasa yetu, watoto wetu wanakaa kwa vumbi. Hata environment yenye walimu wetu wenyewe wanaketi ni mbaya. Unapata mwalimu alisomea primary, akisoma kwa desk, akiketi kwa desk, akaenda TTC, akakaa kwa loka, amemaliza, amekuja ameemploywa na TSC, bado anakaa kwa desk. So inatakana pia we create a workstation ambayo ni mzuri kwa mwalimu wetu, na environment kwa wanafunzi iwe nzuri, ndio matokeo wazazi watuulize. Mheshimiwa. Mheshimiwa, kuna swali la kizushi ambalo lazima nikuulize. Huyu anaitwa Mheshimiwa Moses Masiaga mwenyewe. Watu wanasema ukoagi serious kwa unapogombea, ni kweli? Na wengine pia wanasema kuna uvumi wewe ni project. Hebu safisha hewa kuhusu mambo haya. Sasa ya project sijui venye nitaisafisha kwa sababu yanakuwa kwa mawazo ya watu. Unajua huwezi amka utumie rasilimali yako ndugu yangu. Alafu uze sera zako na agenda yako. Na uende mbio mpaka mwisho upatikane kwa ballot paper. Uko mwisho. Wakati wanachukua wale wengine, unapata niko kwa ballot paper. Sasa swali ni kwamba kama wangenichagua, ni project ingefanya kazi ama ni mbunge angefanya kazi? So hao watu ambao wananiuliza siko serious, ni wao hawako serious. Wao ndio hawako serious. Kwa sababu wananiona kwa karatasi lakini hawanipigi kura. Kwa hivyo hawako serious. Wao ndio hawako serious. Kama ningekosa kwa karatasi ya ballot, wangesema huyu jamaa alianza na sisi akafika hapo katikati akapiga kona. Kwa hiyo mimi kila wakati naona unafika mwisho na unapata kura nyingi, na wewe kwa mapsa hii ya Kuria West ni baadhi ya wale viongozi ambao wako juu na tuna matumaini na wao. Mheshimiwa, nikuulize swali jingine. Kumekuwa na bomoa katika mji wa Mabera. Na maendeleo mengine pia yanafanywa. Kwa sababu inabomolewa na pia kuna maendeleo yanafanywa ambayo tunaambiwa yatafanyika. Yes. Wewe maoni yako ni nini kuhusu wafanyabiashara wa mji wa Mabera?
Wacha nikujibu hivi ndugu yangu. Kwanza ninataka kutoa pole kwa wale watu ambao wameathirika. Sababu soko letu kubwa eneo sehemu hii eneo ya Bugumbe ni Mabera. Ni Mabera kweli. Na ni mojawapo ya soko kubwa ambayo nafikiri na ya tatu. Eneo bunge la Kuria West. Naam. Tuko na Kehancha, tuko na Isibania na sasa baadaye tuko na Mabera. Ni kweli. Hapo ndio watu wanachuma rasilimali kutoka. Ni kweli. Kwa hivyo kuona mtu amebomolewa biashara zake, amerudishwa zero. Sasa hana riziki mahali anaweza toa riziki. Ni kweli kabisa. Ni kweli. Kwa hivyo wale ambao wameathirika kwamba nasema kwanza pole. Pole kwa hata mimi Nyombela Media. Yes. Tukiwa hapa Havila Hotel na Gardens, mimi nasema pole kwa wale ambao wamebomolewa. Asante. Ya pili, kuongezea hapo, kuna kitu tunaitanga urban planning. Naam. Mahali popote ambapo watu huanga wanafanyia sehemu zao za biashara, huanga tuko na urban planning. Na hiyo ni mipangilio ya miji yetu. Naam. Na ni long term. Ukiangalia soko letu la Mabera. Naam. Ukifuatilia historia katika masuala ya ardhi. Naam. Utapata Mabera kuna sehemu wakati fulani hayo mashamba yote yalikuwa freehold. Freehold hapa namaanisha hivi, yalikuwa private na yalikuwa ya watu. Hayakuwa ya serikali. Ni kweli. Lakini serikali inakuja sasa ina identify sehemu fulani, nasema hapa tunataka tutengeneze soko. Naam. Na baada ya hapo walifanya planning. Wakatenga sehemu ya soko na sehemu zingine wakazipanga kwamba watu watenge maduka yao wafanye biashara zao.